Karibu kila binadamu duniani amewahi kupitia hii sekunde ambayo moyo wako unapiga haraka sana kabla hata akili haijajua tatizo ni nini. Unaamua kujitazama, lakini kwa muda mfupi sana uso unaokuangalia haonekani kuwa ni wako kabisa. Ni sekunde moja tu, lakini sekunde hiyo inahisi kama kitu ndani yako kimegundua hatari. Unaendelea kuangalia na ghafla kila kitu kinakuwa kawaida tena. Ni wewe tu, uso wako tu, macho yako tu, reflection yako tu. Lakini swali linabaki, kwa nini moyo wako uliogopa kuangalia kioo? Kwa maelfu ya miaka binadamu wameogopa vioo usiku, na jambo la kushangaza ni kwamba tamaduni ambazo hazikuwahi kuwasiliana zote zilifikia hofu hiyo hiyo. Kwa nini? Ili uelewe hofu ya usiku, tunapaswa kuanza kuelewa kitu kimoja muhimu. Akili ya binadamu haioni dunia jinsi ilivyo. Inaijenga. Kila uso unaoona, kila rangi, kila kivuli ni tafsiri inayotengenezwa na ubongo wako. Na usiku taarifa zinazofika kwenye macho hupungua. Mwanzo unakuwa wa taratibu sana, mwanzo wa giza, lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda, mwanga unapungua, rangi hupotea, mipaka ya vitu inaanza kufifia. Na hapo ndipo akili huanza kujaza mapengo. Ubongo wa binadamu huwa unatabiri kile unachotaka kukiona kabla hata macho hayajajenga au hayajaleta picha kamili. Ukisimama mbele ya kioo usiku, ubongo tayari unajua utaona sura yako. Tatizo linaanza pale ambapo uso unaonekana tofauti kidogo, kivuli kidogo, macho yasiyo sawa, asimenti mdogo, na kwa sekunde moja ubongo unasema huyo si mimi. Lakini mwaka 2010 mwanasayansi mmoja aligundua jambo ambalo lilishtua hata watafiti wenyewe. Mtafiti wa Italia Giovanni Capito aliwaomba watu wakae mbele ya kioo gizani kwa dakika 10. Ndani ya dakika moja watu wengi walianza kuona nyuso zao zikianza kubadilika. Dakika chache baadaye, baadhi waliona sura za watu wasiowajua, wengine waliona watu waliokufa, wengine waliona watu ambao sio binadamu wa kawaida, ambao walidai kuwa nyuso ambazo hazikuwa za kibinadamu. Lakini ukweli wa kutisha zaidi ulikuwa huu: hakuna kilichobadilika ndani ya kioo. Kilichobadilika ndani ya kioo kilikuwa ni akili yako. Usiku ubongo unapoteza uhakika, unaanza kutengeneza vitu vyake mwenyewe. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba wanadamu walikuwa tayari wanajua hofu hii kabla sayansi haijaanza kuielewa. Katika tamaduni nyingi duniani, kioo hakikuchukuliwa kama kitu cha kawaida. Kilionekana kama mlango wa kitu ambacho hakionekani. Katika baadhi ya simulizi za Kiafrika, kioo kiliaminika kuwa sehemu inayoweza kubeba nguvu ya mtu. Ndio maana wazee wengi walifunika kioo au vioo vyao usiku, si kwa sababu walikuwa wajinga, bali kwa sababu waliamini giza hubadilisha namna vitu vinavyofanya kazi. Katika simulizi za kale za China kuna msemo mmoja wa kutisha: kioo cha usiku kinaonyesha nafsi ambayo mchana huificha. Katika baadhi ya nchi za Ulaya, Warumi wa kale waliamini reflections ilikuwa tayari ya kiroho ya mtu. Yaani kioo ilikuwa ni sehemu ya roho ya mtu, na kuvunja kioo kulimaanisha kuvunja roho hiyo. Lakini folklore pekee haiwezi kueleza kwa nini
watu wengi bado wanaogopa kutazama vioo gizani, hata wanapojua sayansi yote ipo nyuma, lakini wao wanazidi kuogopa vioo. Mwanamke anakaa kwenye chumba chenye mwanga hafifu, lakini akasimulia, ilikuwa ni Nairobi. Mwanamke mmoja kutoka Nairobi anaitwa Salma alisema, na nukuu, nilikuwa peke yangu nyumbani usiku, nilikwenda bafuni nikaangalia kioo, lakini uso wangu ulikuwa sio kwangu. Lakini cha ajabu kilichoshangaza, hata jinsi nilivyotabasamu kioo hakikutabasamu, hata jinsi nilivyonuna kioo hakikununa. Na cha ajabu zaidi, macho ya kwenye kioo yalikuwa yanaangalia upande mwingine kabisa. Niliwasha taa haraka na kila kitu kilikuwa kawaida, lakini mpaka leo siwezi kusimama mbele ya kioo gizani kwa muda mrefu. Na hadithi kama hizi zinarudiwa duniani kote. Kuna bwana mmoja anaitwa Hassan Mombasa alisema, na nukuu, baada ya mazishi ya mama yangu nilimuona mtu nyuma yangu kwenye reflection. Niligeuka, hakukuwa na mtu, lakini niliporudi kuangalia kioo, moyo wangu ulijua nilikuwa sijaona kitu cha kawaida. Kuna hali moja ambayo imewatisha mamilioni ya watu duniani, na wengi wao waliamini kuwa kitu cha kipepo kinawahusisha, na unaamka lakini mwili hauwezi kusogea. Unajaribu kuongea, hakuna sauti. Unajaribu kusimama, mwili hauitiki au hauamki kabisa. Kisha unahisi kuna mtu ndani ya chumba amesimama. Wataalamu wanaita hali hii sleep paralysis. Wakati mwingine ubongo huamka kabla ya mwili haujaamka, na katika sekunde hizo ndoto huanza kuingia kwenye ulimwengu wa kweli. Tatizo linaanza pale ambapo kuna kioo ndani ya chumba. Kuna mwanaume mmoja kutoka Mombasa anasema, nilikuwa hosteli chooni, kitanda changu kilikuwa mbele ya kioo. Usiku mmoja niliamka, mwili haukusogea, na nilipoangalia kioo niliona mtu amesimama katikati ya chumba. Hakuniangalia mimi, aliangalia kioo changu. Lakini nilipojaribu kupiga kelele, sikuweza kutoa sauti, na kitu kilichotisha zaidi ni kwamba niliona macho yake, lakini sikumuona ndani ya chumba changu. Baada ya usiku huo, hakuna tena kioo kilichowahi kulala mbele ya kitanda changu. Sleep paralysis inaweza kufanya ubongo kuchanganya ndoto na mazingira halisi, na kwa sababu akili ya tayari inaogopa giza, inaanza kutafuta presence. Kioo kinafanya hali hiyo kuwa mbaya zaidi, kwa sababu kinaongeza ecstasy. Ubongo wako unaona reflection, lakini hauamini kikamilifu. Hivyo kioo kinakuwa kinaleta kitu tofauti kabisa na unachofikiria. Lakini kuna swali moja ambalo sayansi bado inajaribu kulijibu kikamilifu. Kwa nini karibu kila tamaduni duniani iliogopa kioo usiku kabla hata sayansi kuwepo? Katika sehemu nyingi duniani kulikuwa na desturi moja ya ajabu. Mtu akifa, vioo vyote ndani ya nyumba vilifunikwa. Wengine waliamini roho ingeweza kubaki ndani ya reflection, yani ingebaki ndani ya kioo. Wengine waliamini vioo vingeweza kufunga nafsi, lakini wengine waliamini kitu kingine kabisa, kwamba usiku kioo hakionyeshi kila kitu kinachokisimama mbele yake. Baadhi ya wazee waliamini mtoto hapaswi kutazama kioo gizani. Vioo vilifunikwa usiku wa mazishi. Kioo kilionekana kama mlango wa ulimwengu mwingine. Fikiria nyumba tulivu, saa 3 usiku, kila mtu amelala, na mbele ya korido ya giza kuna kioo kimetulia, hakisogei, hakiongei, lakini akili yako haiwezi kuacha kukiangalia. Na labda sababu ya kweli ya kuogopa vioo haiko ndani ya kioo,
bali iko ndani yetu sisi wenyewe. Binadamu wamekuwa wakiogopa vioo kwa maelfu ya miaka, kwa sababu vioo vinatulazimisha kufanya kitu kimoja kigumu sana: kujitazama. Mchana mwanga hutupa uhakika, lakini usiku uhakika huo hupotea, na kwa sekunde chache ubongo hauoni uso tu, unaona possibility, na possibility kwamba kile unachokiona si wewe kabisa. Lakini kuna jambo moja la mwisho ambalo wataalamu wengi hukubali: kadri unavyoendelea kutazama kioo gizani, ndivyo akili yako inavyozidi kupoteza uhakika wa kile unachokiona. Labda hakuna roho ndani ya vioo, labda hakuna nguvu za giza, labda kila kitu kina maelezo ya kisayansi, lakini hata baada ya kuelewa sayansi yote, mamilioni ya watu bado hufanya kitu kile kile. Wanapita mbele ya kioo usiku na kuangalia haraka pembeni, kwa sababu ndani kabisa ya akili ya binadamu kuna hofu moja ambayo haijawahi kuondoka. Hofu kwamba siku moja kioo kinaweza kuto kukutazama kama kawaida. Hofu kwamba kioo kinaweza kikatokea kikawa ni kitu ambacho hakijawahi kutokea katika dunia. Hofu ambayo imewatesa watu wengi. Wamewahi kuona vitu ambavyo ni vya ajabu na vya kutisha kabisa. Je, utawezaje kujua kama kioo kinaweza kubeba hivi vitu vyote? Na je, umeshawahi kujitazama usiku ukakutana na hali kama hiyo, kuona viumbe tofauti, au kuona sura yako ikiwa imebadilika, au kuwaona watu waliowahi kufa kwenye kioo? Na kama umeshawahi kuona, basi cha msingi niandikia kwenye comment hapo. Kama moja subscribe channel ya Hi-Tide Hybrid HQ, cha msingi subscribe, share kwa marafiki. Stay hybrid, stay cautious. Bye bye.